Abraham. Akamwambukizia Lot. Who do you follow? Bwana Yesu asifiwe. Ukifuata watu ambao wanafika kwa nyumba saa 3 utafika saa 5 usiku. Bwana Yesu asifiwe. Ukifuata watu wanafika kanisani asubuhi na wewe unakaa waende kwenye kanisa asubuhi. He became the second prophet. Elisha asiye kufuata Elisha. Angetaki masikini. Angetaki tu kulima na kuongeza. Alipofuata Elisha. Limitation powers were broken. Vizuizi vile vilivunjwa. Vizuizi vinavunjwa. Hallelujah. Vizuizi vilivunjwa. Peter asije kufuata Yesu. Angetaka ni mvuvi. Leo ukifuata neema. Utabaki sehemu ambapo uko. Vizuizi vinavunjika. In the mighty name of Jesus. Uliza jirani yako unafuata nani? Ukifuata watu matajiri wakati utakaa tajiri wanne. Ukifuata tajiri mmoja utakuwa tajiri wa pili. Ukifuata mpumbavu na wewe utakuwa mpumbavu wa pili. Ukifuata mfanyabiashara na wewe utakuwa mfanyabiashara wa pili. Ukifuata mtu amekaa na wewe utakaa tu. Unapopata neema iliyo zaidi ya neema zako, vizuizi vinavunjwa. Limitations become zinavunjwa. Bwana Yesu asifiwe. Limitation. These are the evil rope. Zinakufunga sehemu moja. Ukitaka kusimama kidogo zinakwambia hapana. Usiende zaidi ya familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walishindwa kuingia. Walishinda kuingia Yeriko. Tungependa tusome 1 Thessalonians 2:18. Na Paulo anasema nami pia kuna jambo ambalo limenizuia. Mimi Paulo kama niko ndimi najua kuzungumza vizuri. Kwa lugha nazungumza kuliko kila mmoja wetu. Lakini kuna limitation power. Kuna vitu ambavyo havionekani. Lakini vimenizuia. 1 Thessalonians 2:18 the Bible says. Biblia inasema, yes. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu. Naam, mimi Paulo, mara ya kwanza, mara ya pili, na shetani akatuzuia. Haleluya. Paulo anasema kwamba ningalipenda kuja kwenu kuwahubiria. Ningalipenda kuja kwenu kuanza kusema. Na ninajua watu wataokoka wengi sana. Na ninajua ningekuja kusaidia watu wengi sana. Na sio mara ya kwanza. There is limitations. Vizuizi vikanishika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja alipata tenda ambayo ilikuwa worth 10 million. Alipopata tenda vizuri, principal kutoka shule. Vizuizi, limitations, vinaweza kufanya usifike hatima yako. Unakufa moyo, utafikia hatima yako. Paulo anasema kwamba mimi Paulo kwa lugha nazungumza zaidi ya kila mmoja. Lakini kufika kwa Wathesalonia Mungu alinisaidia. Luka alinisaidia. Shetani amenifunga. Haleluya. Ukinunua nguo
iko mzuri lakini unapata vidogo. Viatu unapata ni vidogo. Unalipa school fees. Hizi nimepotea. Hizi. Unalipa school fees. Mtoto anatoroka. Hizi. Limitations. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza fanya mtu asifikie hatima yake. Milango imefungwa. Usina mwingine wakati ambapo ni wa kutoa bahari. Watu wamefika kwa watoe bahari. Watu wamefika na magari. Lakini ujue wamekuja kijijini. Hapa kuna umasikini. Watu walipofika wanapokula vizuri wanawekwa sumu. Watu wakakufa. Limitations. Wanakijiji wanauliza will make you not to reach your destiny. Bwana Yesu asifiwe. This is limitations. Wanafanya kazi vizuri. But the invisible spirits, invisible personality, anakuzuia vitu vyako visifike mahali ambapo vinataka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tulikuwa kwa barabara, tunaanza kanisa. Kanisa kama imeanza nikiwa mtoto mdogo kidogo. Haleluya. Tulikuwa kwa watu crusade kule kwa barabara. Sasa anaweza toa ugamila kwa testimony. Tunaweza crusade. Haleluya. Mwenye blood. Hataki crusade. Haleluya. Amen. Kidogo tu mvua ndio hiyo. Tunataka amplify. Sasa amebeba. Hakika kwa amplify iko na stima. Limitation powers. Zikapiga. Haleluya. Kisurizi. Kwanza usifika pale ambapo unataka. Bwana Yesu asifiwe. Tukikodi amplify. Tukiaya amplify. Kutoka kwa dakika ni 200 kwa siku. Sadaka ni 150. Limitations. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja katika kanisa kubwa. Tumependa hii kanisa nje ya ile nyingine. Limitations. Shetani anasema nataka mkate wangu. Haleluya. Shetani anataka mpaka juu kidogo. Katika sehemu moja. Limitations. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vizuishi vikikuja katika maisha yako. Ukiquit the race. Wewe utakadi mshindwa. 1 Corinthians 16 verse 9. Biblia inasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Amen. Maana ni Paulo anasema kwamba nimefunguliwa a very huge door of opportunity. But there are so many adversaries. So many mashiluni spirits. Visions ni wengi. Lakini kabla ya kufunguliwe, ulikuwa level moja. Si kwa watu ambao wanipingao. Unasema leo nimeolewa na Omondi. Out of all people Omondi. Unajua Omondi? Mushrooming spirits. Bwana Yesu asifiwe. Kabla unapofunguliwa, unakuwa kusema leo. Ukisikia wewe, sema nimepata visa. Utasikia visa. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwamba ninataka kununua matatu. Nakwambia babu yangu alikuwa na matatu.
Bwana Yesu asifiwe. Wanasawa. Sasa unataka kufungua hoteli ya nyama choma. Unajua ile harufu pekee iko na kansa. Mashirumi. Bwana Yesu asifiwe. Ayuji to opportunity. And there are so many anniversaries. Wanaopinga ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo umekaa hivyo hakuna wapinzani. Lakini sema kitu kimoja tu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ayuji to opportunity parts. Adversaries. Na hao wanaopinga wengi ni wa familia. Wengi ni wa karibu na wewe. Yusufu aliposema kwamba nimeota, ndivyo vita vyake vilianzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja kwa Facebook akasema I have a dream. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kupata konati vingi, usiandike story mingi. Andika kitu moja. Akasema I have a dream. Part of the comment akasema continue dreaming. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anasema nimeota. Wengine wanakuambia endelea kuota. Sitakuuliza unaota nini? Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani unasikia wewe? Msalimie baba, Mungu msalimie. Uliza unasikia kweli? Mwingine kwa kimsaa akaandika kwamba nimetaka kufa. Nimetaka kufa. Haleluya. Mwingine akamuuliza unataka kukufa siku gani? Na mwingine akamuuliza niko tu sawa. Na mwingine akamuuliza nikuletea hapa. Amen. Weka tu majina mengi leo tu. Amen. Nikuletea hapa. Bwana Yesu asifiwe. People want you dead. People want you dead. Men adversaries wanakuja. Haleluya. Mtu anasema ninataka kukufa. Unauliza utakufa lini? Hapo misimu nakuletea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa nimebarikiwa dada Abel. Wako. Ameenda kuosha mwanadamu. Alitoa opportunity. Kama unadhanikiwa uko the same level. Usisikia maneno. Lakini barikiwa kidogo. Sasa ni limitation. Can make you quit the race. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda historia ya mtu anaitwa Solomon. So inaitwa 1 King 5:3-4. Napenda hiyo story sana. Kwa Solomon alikuwa na baba yake anaitwa Daudi. Daudi alikuwa ni rafiki ya Tylon of Tasa. Anaitwa Hiram of Tasa. Hiram of Tasa alikuwa mfalme. Alikuwa ni rafiki ya Daudi. Alikuwa anampenda Daudi. Alikuwa anampenda Daudi. Akasikia historia kwamba kijana wa Daudi ambaye ni Solomon ameomba kuwa mfalme. Amen. Akatuma ujumbe kwa Solomon. Alimwambia pia alikuwa anapenda baba. Solomon pia akaandika barua in that 1 King
5:3 akimwambia nini? Amen. Soma. Tusikie vile Solomon anamwambia Hiram of Tarsus. Soma 3. Yes. Umemjua Daudi baba yangu, jinsi asivyoweza kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wake, kwa sababu ya vita vilivyomzunguka pande zote, hata Bwana alipowatia watu chini ya nyayo zake. Subiri kidogo. Amen. Solomon anamwambia Hiram of Tarsus kwa kumbuka baba yangu ni rafiki yako, lakini hakumjengea huko nyumba. Haleluya. Anaweza kufunga simba, anaweza kufunga kulia, lakini anaweza kumjengea Mwenyezi Mungu nyumba kwa sababu ya vita vilimzunguka. Vita vilimzunguka. Anaweza kumjengea Mwenyezi Mungu nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi wanafanya kazi kule nje vizuri, lakini kanisani kwa Mwenyezi Mungu Daudi anakuwa simba. Kumjengea Mwenyezi Mungu angeweza. Kwa nini angeweza? Because of so many adversaries, because of so many battles. Vita vilimzunguka, vita vya maisha vitazuia tu asifikie hatima yake. Leo ni magonjwa, haleluya. Kesho ni school fees, kesho ni accident, kesho ni vitina. Vita vinazuia tu. They are limiting powers. Bwana Yesu asifiwe. Vita kwa nyumba, kufanya watu wawili wasiendelee. Limiting powers. Ongeza jirani, unasikia? Vita kila mahali zinaweza fanya mtu asifike katika hatima yake. Leo ni school fees, leo ni kesho ni disasters. Bwana Yesu asifiwe. Ulinunua shamba miaka 7 iliyopita, kujenga ni shida. Nambari ya 4 inasema nini? 4 inasema, ila leo Bwana Mungu wangu amenipa amani kila upande. Acha kidogo. Praise the Lord. The Bible says, but now, lakini sasa Mungu amenipa nguvu. Nitamjengea Mungu nyumba. Haleluya. But now, haleluya. Ambia jirani yako, lakini sasa. Kama ni kujenga ni sasa. Kama ni kusafiri ni sasa. Kama ni kununua shamba ni sasa. Kama ni kuimba ni leo. Kama ni kuvaa vizuri ni leo. Kuna kipindi nimekuwa Tizeni, Tanzania. Tukachukua watoto auti, tukaelekea sehemu nyingine. Kuna kitu inaitwa roller coaster. Roller coaster kula ambapo kiko kama enda darudi, unaweka kinapitisha kutoka chini kila huitwa roller coaster. Kuna nyingine ukipanda ukiingia ndani inaenda viti karibu 200. Huitwa roller coaster. Haleluya. Tulipofika kule, wanafunzi wameingia ili ya kurudi. Ukitoka huko kizunguzungu hiko huko baba, unataka kizunguzungu jione. Sisi tukajifanya wajeuri, tukapanda hii inaenda juu. Within 5 seconds, haleluya, tukapanda. Wale wengine wanataka, tukapanda sisi kaenda huko juu futi 200. Chini uone vizuri. Kuna mzungu mwingine anasema sababu pendelea chini
Haleluya. Mwingine hapa mwingine anasema Mungu forgive my sin. Forgive my sin. Forgive my sin. Sababu huko ni hatari. Sisi wengine kama mimi nasema Mungu, hata nikifa nakuja mbinguni, unipokee. Haleluya. Mungu mwingine anasema sababu utapasuka roho utaendelea chini. Umekufa. Wakule Wakaanza kuhesabu. bacha kwa 3 sato chini. Hallelujah. Amen. The rest is an east. Wana nyano sinogano. Hallelujah. Amen. Inamaanisha nini? Inatiga. Kwa miaka ukifika miaka 90, Wiki miaka mia moja uweze enda huko juu. toka na ibara. Ukifika chini, Wekaisi ni maiti. ayaona kwa vile tundu. Hallelujah. Amen. What you want to do it now. Iwe dada kama na kwa wana ika. Bwana Yesu asifiwe. Ukichukua msema kwa Bwana kufikisha viti 200, Okumbuka mambo kwa mwiko. uweze imekuwa obara. Toka ya Mungu kwa Unakwenda na mzigo. ona kwa usiku mwenye. Because moja pekee ndio inaweza pasuka. Yale ambayo kila. Bwana Yesu asifiwe. Bwana saba. Kila ambacho unataka fanya leo. Iwe dada kama na kwa. Ndio Solomon anasema but now. Iwe tunataka kama na kwenda kwa. Ni sasa. Mbona ika. Kuna kama si leo. Wewe ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana saba. We can never be the same for 20 years. Toka basamu yule miaka mia moja. Hallelujah. Amen. Lazima tubadilike. Because there are one children. Solomon anasema Solomon wakateba. sasa leo naweza kumjengea Mwenyezi Mungu. Anasema wacha sasa ndio benki. Sababu baba yangu ameharibu maadui wake. Yeye ana tato usije kwa kusema yons. The anniversaries. Alipoingia The baba mushroom experiences. nimekeo kwa kuna Baba yangu ameharibu. yons kwa tato visije. Today I'm free. Leo wana msikole. Praise the Lord. Anasema break the limitations. wana mtu mwenye ndani. Kwa wetu. Asa wana maisha Waweza kuishi maisha mazuri. ya moja magimara. Ya wanaweza kusoma shule nzuri. Asa msikushie Ndio tunataka chini. ndio utaisha. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Anasema Daudi Solomon anasema baba ameharibu maadui wake. Solomon anasema tato usije kusema yons. Leo naweza kumjengea Mwenyezi Mungu. Yaani mwaje sasa ndio kwa nini ingia. Kuna siku moja tumeenda na my dad Ndio mtu anataka. kununua viatu Wale mkono likiwa TV. ndio wana kuongea nini Tasha parties. Amen. eh Nikaangalia viatu ya 4,000. wale watumishi mwenye Nataka kununua viatu ya 4,000. ndio wale watumishi mwenye My dad akaniambia kama mteja 4,000. kile mwenye Unajua hiyo ni rent ya mtu mzima. ndio ndio chini ndio watano moto hiyo No matter you pay rent. wanajua ni rent ya kulipa. Praise God. Amen. Mimi yangu ndio yeye anasema Injeni yake yane sikuwa navaa vitu kama hivi. na wewe ngine ndio kama ndio Nilikuwa nafanya sawa. na kwa sana Hilo ukiweka kwa chuma ukaweka somo la somo unachomeka. hiyo kwa samu. Amen. Amen. Ni wangapi walifanya sana? Wale kwa wale sana kitu Lazima yeye miaka 49 ndio hapo. Praise God. wale sawa Akaniambia mimi bwana yangu wata injeni yake sikuwa yane nafanya vitu kama hivi. na wewe ngine ndio Nikamwambia kwa sababu ya baba yako. kama ndio kwa ya tato mimi Praise God. wale sawa Kwa hiyo kwa sababu ya baba yako. wale kwa ya tato mimi Baba yako alikuwa na gari 5, nilikuwa na gari moja. yale watu wacha sana kwa hali Baba yako alikuwa na rent houses, nilikuwa na rent houses. ona tata kwa na sima choo wale Kwa leo muda wala watata hapa na kufunga vizuizi. wewe ndio kama ndio Watu kwa kuwa watu wazuri. habari ndio hapo Waishi maisha mazuri. habari ya mali Ujawahi ona mhubiri anahubiri wala kwa maana ndio dakika 10, 15, 20 yake iko mimi kana hapo kwa nyumba ya rent houses ambayo kanisa kwa the rent. wana sijibali kwa maana kanisa kwa maana kwa Kizuizi hivi tango limitation hivi tango
maendelezo. Ibira roja ndio inaanza kuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sana. Salimia jirani yako kuuliza unasikia. Kwani mama tu mmoja ndani kwetu. Haleluya. Limitation. Limitations. When you have a dream of slavery, ukiwa na ndoto kwamba uko utumwani, hiyo ni vizuizi. Ukiwa na ndoto kwamba unafanya mtihani na unafanya miaka iliyopita sana, hivyo ni vizuizi. Ukiwa kwamba unaona kwa primary school ulisoma kitabu sana, ukiona kwamba kwa nyumba yenye uliama kitabu mahali, those are limitations. Those are limitations. So we want to look on, tunataka kuangalia mbinu, ways of winning these battles. Mbinu za kushinda hizi vita. Hallelujah. Proverbs 6 verse 2. Limitations. Sita mstari wa pili. Biblia inasema, yes, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Amen. Basi na umetewa kwa maneno ya kinywa chako. Unasema sijiwezi. Naona sitafaulu. Mimi sikusoma. Watoto wangu naona hawezi soma. Hallelujah. What you speak can limit you. Hallelujah. Vile unajiona maisha can limit you. Bwana Yesu asifiwe. Umetewa na maneno ya kinywa chako. Unajionaje maisha yako? Unajiona mshindi ama mshindwa? Vile unajiona, vile unafanya vitu vyako siku baada ya siku, inaweza kukuzuia. Haleluya. Kizuishi cha pili, hasira. Hasira ilimfanya Musa asiombe the promised land. Mungu alimwambia Musa, utaona lakini utafika. You will see people driving but you will never drive. You will see people building good house but you will not build. You will see people enjoying life lakini wewe utafurahi sababu ya hasira. Kingine, haleluya, family background. Inaweza kufanya kuzuia. Family background. Kingine ni geographical limitations. Maeneo. Praise God. That is the last version, the last verse I want to read. 1 John 44-46. Nikimalizia. 1 John 44-46. Hallelujah. Amen. Even the limitations. Mushrooming spirits. Adversaries. Anger. Background. Your geographical limitations. Background informations can make you not to reach your destiny. John. Yohana. Sio first John, nimesema John. 1:44-46. Nimesema John. Nasema John. Yes. Nasema naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida. Nataka tusikize hapo vizuri. Tunazungumzia juu ya maeneo.
vile yanaweza zuia mtu asifike hatima yake. Filipo akamkuta na Danieli akamwambia aje. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. 46. Na Danieli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Haleluya. Kulikuwepo na watu wawili, Filipo na Danieli. Na Danieli anatoka Nazareti, ambapo Yesu amekuwa. Haleluya. Kwa hivyo anajua mazingira ya Nazareti. Yeye ni mkaaji wa Nazareti. Anajua kila jambo ambalo linafanyika Nazareti. Sasa kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Filipo. Filipo akamwambia na Danieli, yaliyoandikwa na Musa, mtu mmoja katika Nazareti ambaye amefaulu. Ambapo Danieli alimuuliza, hapa kwetu hapa Nazareti kuna kitu kizuri kinatoka Nazareti? Filipo akamwambia kuna mtu mmoja amefaulu kutoka Nazareti. Nazareti kulikuwepo na nguvu ambazo zinazusha watu from evil to sin. Unapozungumza historia ya Samson, Samson ni mkaaji wa Nazareti. Alikuwa mshindi, alikuwa kushindwa. Danieli anasema hakuna kitu kizuri toka katika mazingira ya Nazareti. Sababu mimi najua Mungu ambazo ziko Nazareti. That is identity power. Anamwambia Filipo kuna mtu mmoja amefaulu. Haleluya. Katika mazingira ya kweli. Sasa iwe tuone mtu wa kwanza. Watu wanauliza kuna jambo nzuri linatoka kwa hii jamii. Wasema jambo muone. Mtu mmoja amefanikiwa. Mtu mmoja kwa wengine ambaye amefanikiwa. Haleluya. Kuna jambo nzuri anaweza toka kwa watu ambao hawatasoma. Kuna mmoja ambaye amefaulu. Kuna jambo nzuri kwani? Atoke kwa mazingira. Vizuizi vya mazingira ambayo zilizuia watu wa Nazareti. Watu wa Nazareti walikuwa watu wenye nguvu, lakini kuna nguvu ambazo zilikuwa zinawazuia. Lakini haziwezi kumzuia Yesu. Haziwezi kumzuia Yesu. Yesu amefaulu. Filipo akashuhudia hata kama wengine wameshindwa, lakini kuna mmoja akashindwa. Kama kuna wengine wameshindwa, wewe kushinda. Let you be a testimony. Hallelujah. Kama kuna mazingira ambayo yanazuia, sisi watu wanasema jambo moja. I believe people now they say kama nashindwa. Kwa vile tumesema hawana somo. Somo. Ni madaktari. Ni injinia. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ya dini. Sasa sitafanikiwa ili nitafanikiwa. Hata kama mazingira yametuzuia,
anafaulu. Najua mtu mwenye anapenda kula saya. Tunasoma hakuna mtu anafaulu. Kama sababu anapenda kula saya. Hakuna mtu anafaulu. Mwanzo ndio anapenda kula saya. Haleluya. Watu wanafanya biashara lakini hawafaulu. Kama mwanzo Wanapenda hawafaulu. Ni walezi. Bwana Yesu asifiwe. Hawafaulu. Vile anamwambia Filipo that is one who overcomes limitation. Who overcomes limitation. Bwana Yesu asifiwe. Wacha iwe ni wewe mmoja ambaye utakuwa juu ya vizuizi, utakuwa juu ya invisible spirits, utakuwa juu ya wenye imewekwa, utapita wale wengine na msingi na maskini ambaye ni klasi 2 kama lakini ni tajiri, ambaye anacheka klasi 2 lakini ni tajiri, ajui Kizungu lakini ni mwenyeji. Haleluya. Invisible possibilities ambazo inazuia watu. Shetani anaweka karibu. Hata kama unafanya kazi unapokea kitu. Ni fundi kwa mapaya kitu. Tulikuwa tunapiga kibuyu. Keyboard ilipoimbwa ya watu ni thousand. Tumereplace. Wacha keyboard festival. Kama kuna watu wenye ushindi. Vizuizi haviwazuii. Vizuizi havikizuii. Bwana Yesu asifiwe. Umekuwa ushindi wa vizuizi. Hakuna vizuizi. Mtoto shuleni ako vizuri, mtoto nyumbani ako vizuri, akifika shuleni ni ugonjwa, akifika darasani haoni, darasa anaona vizuri. Mimi ni tajiri, kwa sababu ni matajiri unaposoma mimi ni mwalimu, mimi ni engineer. Wacha kusema sababu sasa chemistry imekuwa ngumu, sasa physics imekuwa ngumu. Sisi ni washindi. Wewe ni mapatano limitation. Tutashinda vizuizi. Bila kwamba shetani ameweka. Sisi tunashinda. Sababu Mungu ametuweka tumekuwa shinda. Viwango vyetu ni viwango vya juu. Sio viwango vya chini. Viwango vyetu ni vya juu. Haleluya. Sababu tunaongozwa na aliye juu. Sisi ni washindi. Zaidi ya washindi. Unasema sitakufa. Nisukulia tena makubwa ya Mungu. Katika maishani mwangu. Watu maadui zangu nanyi mtaona. Nibariki. Kila mtu jina sema
tunasimama tukimwabudu Mungu. Podemos asmanisa. Sababu hakuna vizuizi ambavyo vimetuzuia. Yale mtamani wetu tutangana Leo hivi. hii tunazungumza kivipi? Ndio sio mwana How mahali. do you speak? Na kiwa mwana. How do you walk? Na kiwa kwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo sawa, wacha cheza, mweke beats na worship.